Karibuni tena kwenye chaneli yetu ya Crypto Smart Traders. Sasa hapa nataka nionyeshe namna ambavyo nilichukua hii trade ya Bitcoin. Nilifanya selling ambayo ilikuwa ni almost asilimia kama 5.207, ambayo ilikuwa risk to reward ratio ya 5, ambayo niliriski 1% tu. So hii ni trade ambayo nilichukua kutokea kwenye monthly time frame. So hii video lengo lake ni kuonyesha namna ambavyo nilichukua hii trade ya Bitcoin. So hii trade ilianzia moja kwa moja kwenye monthly time frame. Kama kawaida, ni watu tunashauriwa kutumia top down analysis ili kupata general trend. So naanziaga kwenye monthly time frame ili nipate picha halisi ya soko linakwendaje. So ngoja nitoe hizi drawings hapa, then nikuonyesha namna ambavyo nilipata hii entry. So moja kwa moja nilikuja kumark ili eneo hapa. So hii ilikuwa ni break of structure ambayo inaonyesha down trend kwenye monthly time frame. Then baada ya hii break of structure price iliingia humu ndani. Sawa, ngoja nikate hii chart. Okay, so baada ya hii break of structure manake nikaja kumark ili eneo hapa. Sawa, ili eneo ni area of liquidity, ni maeneo ambayo tunategemea kwamba price itaingia humu ndani kabla ya kureact kuendelea na trend yake, naita area of liquidity. Kwa ambacho nilikuwa nasubiria price iingie humu ndani, then price ikaingia humu ndani kwenye hiyo area of liquidity. Sawa, then baada ya price kuingia ndani kwenye area of liquidity, maana yake ilibidi sasa nibadilishe time frame kutoka kwenye monthly niende kwenye daily, kuja kuangalia change of character ambayo itanipa sababu za kufanyaje, za kushort, kwa sababu tunapotumia top down analysis manake tunataka tuone usambamba, uwiano wa time frame moja na nyingine. So kwa sababu monthly time frame inaniambia ni down trend, manake nikija kwenye daily natakiwa kuona pia down trend ili niweze kujithibitishia kwamba okay, movement ni down trend. Sasa kwenye hapa daily time frame nilikutana na hii break of structure. Sawa, hii break of structure ambayo inaonyesha ni uptrend. Sasa ili mimi, kwa sababu monthly inasema ni down trend, maana yake ilikuwa nasubiria price ije inivunjie hapa chini, price ije ivunje kwenye hii level, ije ichange character. Kwa hiyo nilikuwa nasubiria kwamba kuona price inatoka hapa inakuja huku chini inavunja ili eneo, then ipande humu ndani, then ndio itembee. Sasa kwenye daily time frame haikunipa hiyo nafasi, haikunipa hiyo opportunity. Kama unavyoona hadi sasa hivi bado price haijaja kuvunja kwenye hii level. So huwezi ukaishia hapo, bado kuna time frame nyingine, inabidi upite kwenye kila time frame uangalie kuna taarifa gani, sababu mpaka hapa tumetumia time frame mbili, monthly na daily. So kuna time frame hapa katikati, weekly tumeiacha. So nikaja kwenye weekly time frame kuja kuangalia kuna taarifa gani ambayo naweza nikapata opportunity, kwa sababu tayari kwenye daily time frame natakiwa nisubirie price ikavunje. Sasa hapa kwenye monthly nikaja kukutana na hii break of structure nyingine inayoonyesha down trend kama kule kwenye monthly, lakini pia na price tayari ishaikuwa imeingia kwenye area of liquidity. Kwa kama price ilishaingia kwenye area of liquidity, maana yake mimi nilikuwa natoka weekly na kuja kwenye month, kwenye 4 hour kuja kujithibitishia, kuja kuangalia 4 hour inaniambia nini. Kama itanambia down trend, maana yake inabidi sasa nichukue opportunity za kuseli. Sasa nilipokuja kwenye 4 hour nikija kukutana na hii break of structure hapa. Sawa, baada ya hii break of structure kulikuwa kuna break of structure nyingine hapa
another break of structure. Sasa mimi hizi break of structure mbili zote zilikuwa zinaonyesha up trend. Hii ni up trend kwa sababu kuna higher highs, higher low, higher highs then higher low, higher highs. Maana yake mimi nilikuwa nasubiria nione badiliko la trend, nilikuwa nataka nione change of character ambayo nilikuja kuiona hapa, hapo change of character. Ngoja niichore vizuri, nikuja kukutana na hii hapa change of character hapa, sawa. Yes, hii hapa change of character. Kwa hiyo baada ya hii change of character, kuja nikate chati mpaka hapa hivi. Okay, vizuri. So baada ya hii change of character, maanake mimi nikaja kumaki hili eneo lote, hili eneo kama area yangu of liquidity kwenye 4 hour, nikaja kumaki hili eneo lote mpaka hapa juu kama ni area of liquidity ya 4 hour ambayo naiangalia, nataka nione price itakavyo react humu ndani, sawa, kwa sababu tayari 4 hour na weekly wanaenda sambamba. Maanake mimi nilikuwa nasubiria price irudi humu ndani nichukue entry nitembee nayo. Sasa kwa sababu tayari nishapata confirmation, maanake mimi nilikuwa nakuja kwenye time frame ndogo, either 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes na kuendelea kukuja kuchukua entry. Sasa mimi nikaja moja kwa moja kwenye sekunde 30. Kwenye sekunde 30 hapa nilipata entry, lakini hii entry ilikuja kunitoa na stop loss. Nikasema hapana, siwezi nikaiacha hii iondoke. Nikaja moja kwa moja kwenye 10 second kama sijakosea au 15 seconds nikaja kuchukua entry. Sasa kwa nini nakuja kuchukua huku entry? Nakuja kuchukua entry, nakuja kutafuta order blocks ambazo bado hazijachukuliwa huku kwenye hizi time frame ndogo kabisa, ili nipate entry ambayo itakuwa ina risk ndogo sana na yenye drawdown ndogo, au nipate sniper entries. Kwa hiyo nikaja kwenye 10 second kuja kuangalia entry, nadhani ilikuwa ni 10 second kama sio 15 second. Nitaangalia hapo, nilichukulia sehemu gani. So huku kwenye 10 seconds manake ninachofanya huku nakuja kuangalia order blocks ambazo hazijaguswa, hazijaguswa. Hizo ndo mimi nakuwa na dili nazo, hizo order block nakuwa mimi na dili nazo, hizo order block ambazo hazijaguswa bado, manake ndo kuna uwezekano price wa kuja kuzichukua. So hapo ndo sehemu ambayo mimi nakuwa na target entry yangu. So hapa ndo ilikuwa mwisho wa area of liquidity. Kwa hiyo nikaja hapa kuangalia kama kuna order blocks yoyote ambayo imeachwa tupu haijachukuliwa. So nikaja kuifumania hii hapa. Hii ilikuwa ni order block ambayo haijaguswa. So nikaja hapa nikaimark hii. Nikamaki hilo. Kwa hiyo nikarudi tena kwenye 1 hour, sawa. Nikarudi kwenye 1 hour, maanake mimi nikaseti hapa, nikaweka limit order, lakini muda huo nilikuwa tayari kuna price nilichukulia mitaa fulani, hii ilikuwa ilishanitoa kwa stop loss. So nikaweka order nyingine hapa, nikaweka order nyingine hapa ya sell, sawa. Nikaweka order nyingine hapa ya kuseli, ambao nikasema riski nitaweka 1%, nitariski 1%, then nitatafuta 5%, 5% tu. Nitatafuta 5% ngapi? 5, ambao nilikuja kuchukulia hii mitaa hapa kwenye hii level hapa,
kwenye hii level, hapa ndo nilipokuja kuchukulia take profit yangu. So baada ya hapo nikasubiria price ije ifanye reaction kwenye hiyo level yangu. So price ikaenda kama hivyo. Hapa hii mitaa hii nilipata entry, nilichukua entry, lakini hii nilipochukua hii entry nilikuja kuweka stop loss hapa juu kwenye hii ncha. Sasa hii stop loss ikaja ikachukuliwa na hii candle, ambapo hapa ndo nilipoingilia entry nyingine hii ambayo ndo ilikuwa activated hiyo mitaa. Then price ikadondoka kama hivyo, kama unavyoona price ikahiti my take profit. So hivyo ndo namna ambavyo nilipata hii entry safi kabisa ya Bitcoin USDT papacho pale mjini Binance. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa tips kama hizi hapa.